mvua yenye manufaa ipo au haipo sehemu fulani ni yeye tu. Wa ya'lamu ma fil arhami, na Allah subhanahu wa ta'ala anajua kilichoingia katika mimba kinazaliwa mtoto wa namna gani. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, na mtu hajui chumo lake la kesho. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Jambo la tano, hakuna nafsi inajua mahali inafia. Hakuna nafsi yote inajua. Kwa hiyo mimi siwezi jua ya kwangu, ya kwa huyu, yule malakul maut, hizi inna Allaha indahu, ili kusema hakika Allah mbele yake, hivi vitu vitano. Kwa hiyo malakul maut mwenyewe anapewa kimimo cha wale watu kwa siku ile, ni masaa 24 anapewa, masaa 76 yeye ndo anajua, hakuweka muda hapa. Kwa hiyo alipomuuliza malakul maut Nabii Suleiman, mbona unaua nyumba moja nyumba nyingine? Ile ni oda kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaondoka leo, hawa wataondoka kidogo kidogo, hawa wanafanya hivi. Lakini yote na yote tunakumbushana kwa ajili ya nini? Ihtanim. Tumia fursa ndugu zangu katika imani kuchuma matendo mema. Hasa 10 hili la mwisho ndugu zangu katika imani ni 10 bora sana. Tujitahidini, some Qur'an, tusali sana, tuleteni istighfar, tupate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Paka hapa Allah tujalie tusikie maneno wakafata yalikuwa mazuri yake. Ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Ndugu katika imani, somo letu la leo tutaendana na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayozungumzia kuhusu habari siri 5 anazimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ajuaye katika hizo isipokuwa ni yeye tu. Vifuati hapo vitakuja labda mtu kutaka kuundua siri za Allah, ni utabiri tu anautoa ambao hauna uhalisia wala hauna uhakika. Allah aliposema hakika yeye Allah mbele yake ndio anayejua elimu ya kiyama kitasimama lini. Allah anasema hakuna anayejua hicho kiyama ni lini kitasimama. Wa yunazzilu al-ghaytha, na Allah ndo anayeteremsha mvua. Hakuna mtu atajua mvua itateremka lini. Ukiona utabiri kutakuwa na mvua kubwa hivi na vile, wenyewe wameshaona tu mawingu yanakuja hivi na vile, lakini mvua yenyewe mtu akaipangilia tarehe fulani na saa fulani tangu Januari au tangu, hii ni ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtaona kuna wakati watu wanaweza kutabiri kutakuwa mvua kubwa sana, matokeo yake yanakuja au kuna upepo unatokea pande gani sijui umeenda wapi. Hapana, hiyo ni ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lam ma fil arham, na Allah ndio anajua hata siku ujauzito umetunga, siku ile ya kwanza tutone lile lilipokwenda na atazaliwa mtoto. Allah anajua mtoto huyu ni wa kiume au mtoto huyu ni wa kike. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Hakuna nafsi inajua pato lake la kesho. Hakuna mtu atajua yeye atakuwa tajiri au utajiri wake utadumu mpaka lini. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mjuzi na ndio mtoa habari. Katika aya hii ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha maneno. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi niliyoisoma, akasema igtanim 5 kabla 5. Ewe Muislamu, ewe muumini, tumia fursa ya kuchuma mema kabla vitu 5 havijakukuta. Igtanim 5 kabla 5.
vitano ulionavyo katika maisha yako wewe, vitumie vitu vitano hivyo kufanyia fursa ya kuchuma mema yako kabla ya vitu vitano vingine havijakukuta. Na haya tunakumbushana mwezi huu wa Ramadhani, tunatakiwa tutumie fursa sana ndugu zangu katika imani. Jambo la kwanza Mtume akasema shababaka kabla haramika, tumia fursa ya ujana ulionao na nguvu ulionao kabla haujakukuta uzee. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia hilo. Tumia fursa hiyo kufanya yaliyokuwa mema, jiongezee yaliyokuwa mema. Leo nilikuwa nikisikiza darasa moja, Sheikh akawa anafafanua kuhusu habari ujana ni muda mfupi sana tunaupitia, japo ni muda mrefu ukiutizama katika takwimu. Akasema ni miaka 25 na huwa inapita kasi sana hiyo. Miaka ya kwanza mpaka 15 hii ni miaka ya utoto tu, unakuwa shule ya primary, unakuwa hapa na pale. Miaka 15 kwa sisi wanaume wengi ndio wanabale. Na wala huku nyuma miaka hii 1 mpaka 15 ulikuwa haukuwa mukallaf, yani unalazimishwa kisheria kwamba unapata thawabu au unapata madhambi. Ni miaka ya malezi. Lakini kuanzia miaka 15 hadi 40 huu ndio ujana huu. Unataka ukimbizane wewe na maisha. Sasa katika ujana huu Mtume akauzungumza, wewe utumie fursa wakati uko kwenye haya maisha yako, lakini tumia fursa ya kutuma amali njema kabla hujakutwa na haram, kuanza kumomonyoka maumbile yako na kuanza kuingia utu uzima. Lau ungejua vijana utu uzima una kasoro gani, leo ungeutumia sana ujana wako huu. Leo Ramadhani hii inahitaji nguvu. Muda unao, una uwezo wa kusoma haraka haraka, macho yanaona katika vitabu. Mzee mpaka achukue miwani aanze kutafuta msahafu wenye herufi kubwa. Tarawih ziraka ngapi kusimama kwa muda wa risali moja, nguvu hiyo unayo, na bado una uwezo wa kulala masaa mawili, ukiamka una nashati. Usiku kaamka saa 8 saa 9 tena ukaanza kuitafuta Lailatul Qadr, labda ndio usiku huu ukamuomba Allah, ukasoma Qur'an, ukasimama. Kutumia fursa hiyo, kwa sababu wakati wa uzee utashindwa. Kwa sababu ujana unanyang'anyanwa vitu vingi sana. Maasi yanakuita sana kwenye ujana kuliko kushakuwa mtu mzee. Alafu bado Mungu anakuita kwenye ibada, alafu bado maisha yanakuita ukatafute kujenga maisha. Sasa wakati huu na nguvu hizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ihtanim khamsan kabla khams, tumia vitu vitano ulivyo navyo wewe leo, wakati nguvu unazo hivi, kabla vitano havijakukuta. Akakisema cha kwanza shababaka kabla haramik, ujana ulionao tumie sana, kwa sababu mshafika uzee, mtu utaanza kukaa kwenye kiti, ukisadi mara umekaa chini, mgoti limekataa. Sasa Mungu bana nisamee tu, hasibu hivyo sana zinapungua. Macho hayaoni, kikaa kidogo unaanza kuona giza, unasema kichwa kinaniuma, unaondoka. Tume akasema kitu cha pili, wasihataka kabla sakmika, tumia uzima ulionao leo. Kijana bado ni mtu mzima sana, yani katika afya ya ujana. Unamwangalia kijana, anaweza kukimbia, anaweza kupigana, anaweza kuamshana mieleka, anaweza akafanya hivi. Utumie uzima huo kabla ya kukutwa na maradhi. Muulize mtu anayeumwa, mtu ana maumivu, mtu anaumwa kichwa, utu uzima, moyo umeanza kukataa hivi na vile. Saa ngapi ibada zako nyingi tu unatoka astaghfirullah, lakini matendo ni kwa vijana. Jambo la tatu, Mtume akasema waghinaka kabla fakrik, tumia utajiri. Ghina ikatumika kama utajiri kabla ya umaskini wako. Leo unazo, leo unapata riziki ya kula na hivi na vile. Wakati una hizi riziki hizi, zitumie kwa kula kwako upate nguvu ili ufanye ibada. Lakini pia utajiri ulionao toa leo kabla ya umaskini. Kuna siku utakuwa hauna, unatamani kutoa lakini huwezi kutoa. Waghinaka kabla fakrik. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema faraghaka kabla shughlika. Leo una nafasi, itumie nafasi hiyo. Tenga muda wako dakika 5, 10, 15, mimi nitasoma Qur'an, au nitaleta dhikri tu subhanallah, Allahu akbar, au nitaleta istighfari nyingi,
Mtume anasema wa faraghaka kabla shughulika, tumia nafasi yako kabla ya shughuli yako. Hipo ukitizama ukiangalia tafsiri iliyokuja hapa inakurudisha kule kule nyuma. Faragha ni leo ukiwa kijana ndio una nafasi, ukiwa na utu uzima uzee utashughulishwa. Hujakaa hapa saa mkono unataka unatoka unaondoka mara hivi, mzee anashughulishwa aje kasa mzee anatoka, lakini kijana bado anaweza kuhimili. Wa faraghaka kabla shughulika, uzee unashughulisha. Dini nataka uitumie wakati una nguvu, 25 40 hapa. Wa hayataka kabla mautik, na uhai wako kabla ya kifo chako. Katika siri tano za Mwenyezi Mungu, wa matadri nafsun bi ayi ardhin tamut, Allah amesema nafsi kwa sababu haijui itafia wapi kesho. Hujui wewe utaondoka muda gani. Lakini bado ndugu zangu katika imani tunakumbushana haya, lakini bado katika haya masiku ambayo ni ya mwisho ya kutafuta ile usiku wenye cheo. Usiku huo tutumike sana, lakini bado watu wanakimbia sana. Bado watu wanawahi nyumbani akaangalia mpira, mtu anawahi nyumbani akaangalia hizo sijui manini series za Uturuki sijui za wapi hivi. Unakuta Waislamu bado wamekwenda nyumba zao kipindi hiki, badala kipindi labda kama umefika nyumbani hata umechoka, fungulia Qur'ani, rahma iendelee kushuka ndani ya nyumba yako na wewe utakuwa unaisikiliza. Tunakumbushana haya ya kwamba mtu achemke kutumia fursa. Mtume anasema ikhtanim, tena fi'lu amri ya kutuamrisha sisi Mtume kwa sababu anatupenda. Vitu vitano ambavyo ni ujana, uzima, uwezo ulionao, nafasi ulionao na uhai ulionao. Katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, mmoja Anas anasimulia hadithi, anasema anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume alisema maneno haya ambapo leo kwetu ndio yanakuwa kama vile maneno yaliyotimia. Aliyasema lakini utimilifu wake ni wapi? Mtume akasema inna min amarati saa an yadhhara mautul faj'a. Mtume akasema hakika katika zile dalili kubwa za kiyama, kwamba kiyama hicho kimefika, ni pale mtakapoona watu vifo vya hapa na hapa, vifo vya ghafla. Mtu kauma tu kidogo hivi, alianguka tu mara jamaa, mara eti mdomo umeenda upande kama siku 2-3 kaondoka. Inna min amarati saa an yadhhara mautul faj'a, patakapanda kudhihirika hivyo. Hebu ulizeni vifo vingi mnavyovisikia, angalieni vifo vingi mnavyokutana navyo, familia nyingi. Kwa nini ameumwa bwana? Jamani, juzi watu wa zamani, sisi tumekuta babu zetu, mtu anaumwa, anaanza kuumwa kidogo kidogo, anaumwa mtu mpaka ananyongonyea, anatolewa nje, anaoteshwa jua, anakonda. Siku hizi mtu anakufa na afya yake. Babu anaongea mpaka anawaambia, ninavyoona haya maradhi ndio safari yangu, vijana wangu sikilizeni. Walikuwa wanatoa usia. Familia gani siku hizi inatoa usia? Hata ape mtu mzima mwenye mvi zaidi ya hizi za kwangu, anajijua tu hii maradhi napelekwa hapa, ikishindikana hapo Muhimbili hapa, ikishindikana sijui Moi, sijui ikishindikana kwa Mkapa Dodoma, sitakimbizwa hata hapa India, mimi nitarudi tu. Mtu anajua nazo nitakimbizwa hapa nitarudi. Kumbe kila anapozidi kukimbizwa kwenye zile siri tano za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa matadri nafsun bi ayi ardhin tamut, kumbe kila unapozidi kukimbizwa ndiko unakifuata kifo chako kiko kule. Unashtuka na nini Muislamu? Akhi alkarim, iktani fil faragh fadl ar-ruku'. Tuzanga katika imani, nafasi tulionayo, ujana tulionayo, nguvu tulizonazo na afya tulionayo, tujitahidi sana katika kusali. Sasa an yakuna mautuka bahtatan, huenda mimi na wewe labda kifo chetu pia kitakuwa ni hichi cha ghafla. Haya mafua yananipeleka hichi kichwa kinacho ni umauma hiki, huenda katupeleka. Kam min sahihin ra'aita min ghairi saqmin dhahabat nafsuhu sahiha. Wangapi watu wazima kabisa mmewaona, mlikuwa nao, mmeagana nao, nafika tu hapo mshikaji, nitarudi kesho kutwa.
Jamaa nakwambia nasafiri nafuata nitarudi kesho kutwa. Wangapi watu wazima wanakatika bila wewe kujua. Unaletea taarifa, jamaa yako maana juzi bana alijisikia tu vibaya bana, lakini sijui bana tumkimbiza hospitali yuko hapo. Hebu moja nikipata fursa nitakuja kumuona. Lakini leo nimebanwa, kesho na safari yangu ya Babati hapa Karatu, nikirudi kesho kutwa nitakwenda kumuona jamaa hospitali. Usipoangalia ulipopewa taarifa hii, kesho ulipokuwa unasafiri, kumbe mwanzako alifariki usiku na anaziko, unakuja kupewa taarifa jamaa amefariki, maana tumekushamzika. Kam min sahihin ra'aita min ghairi saqmin, wangapi umewaona katika uzima wao lakini wanakatika bila ya kuwa na ugonjwa. Dhahabat nafsuhu sahiha, jili mwili wake mkubwa mtu na maafya yake, lakini kaishaondoka. Tunasimuliwa hadithi nyingine na Ibn Umar, mtoto wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anasema akadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nikiwa ni kijana mbichi, Mtume akaja akanishika kwenye mabega yangu, piga kijana, akaniambia kun fi dunya ka'annaka gharib. Kijana we, ishi katika dunia hii kana kwamba wewe ni mgeni hapa, au abiri sabili, au jitambue na ujana wako wote ulionao hii wewe ni mpita njia tu. Ishi kana kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Ibn Umar anasema, yeye mwenyewe anasema, nilipoambiwa yale maneno niliyatafakari. Wakana yakulu Ibn Umar akawa akikutana na Waislamu wenzake usia anaowaambia. Tumekuwa mtu mzima, Ibn Umar ni kijana wadogo. Abdullah ibn Umar baba yake yuko hai, ndio masahaba wakubwa Mtume, ndio kampani ya Mtume. Abdullah ibn Abu Bakar walikuwa bado ni vijana wadogo, baba yake ndio kampani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas, abadiratul arba'a, walikuwa bado ni vijana wadogo, lakini kijana mdogo kama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab anasema alipoambiwa na Mtume ishi katika dunia hii kama ni mgeni au mpita njia, akasema kama mimi naambiwa ujana huu namna hii, mimi ni mpita njia tu hapa, huo uzee nitaufikisha kweli? Alikuwa akiwaambia wenzi wake, kana yakulu idha amsaita fala tantadhir sabaha, anamwambia ya akhi karim, akikutana ndugu yake Muislamu anamwambia ndugu yangu Muislamu, usia niliyepewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikiliza, tembea ukiwa na makini, ukiwa makini. Pakikucha ukifikwa na jioni, usisubiri asubuhi kama vile itakukuta uko salama, kesho unatoka unatembea. Hii miaka 1400 na iliyopita, Ibn Umar anapewa wasia huu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baadaye anakufa Mtume, baadaye anakufa baba yake Umar ibn al-Khattab, yeye bado yungalipo, lakini anawaambia wenzi wake tusiishi kwa matumaini. Sisi hapa tunaambiwa ishi kwa matumaini na usijali, hata kama ukimwi nao dawa za matumaini ziko. Lakini Mtume alikuwa akifundisha vile ni kwa ajili ya nini? Iqtanim khamsan kabla khams, jichumie fursa hiyo kufanya matendo mema kabla vitano havijakukuta. Ibn Umar akiwaambia wa idha asbahta fala tantadhir almasaa, umeamka ndugu yangu, ukiona asubuhi imefika, unapokwenda ukiaga nyumbani useme jioni narudi nitawaletea hiki na hiki. Unaenda unasema nikirudi mashaallah, kama sikurudi safari ndio hiyo, kwa sababu sisi tuko safarini. Wangapi wanaondoka wananunua suti ya 7-8 milioni, inawekwaga inavaliwa siku maalum, kaivaa mara mbili tu, na siku anakwenda anapata ajali, anafia njiani au anaumwa ameanguka, alikwenda na nguo ambazo zingine zilikuwa tu za mtumba za shilingi 18,000 ngapi, lakini harudishi kwanza aje avae ile nguo yake maalum aliiweka, bora angeenda afenayo itapakae damu na watu waogope hata kuirisi, lakini hakuna. Akisema kuambia wenzi wake, mtoto wa Umar ibn Khattab Abdullah, wa khudh min sihatika limaradika, akanukuu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na chukua uzima wako leo ufanyie kazi kwa ajili ya maradhi yako, siku utakapougua hutoweza kutenda. Wa min hayatika limautika, uhai ulionao ufanyie leo kabla ya kukutwa na kifo. Hadithu rawahu al-Bukhari. Ndugu zangu katika imani, Mtume alipokuwa akimwambia maneno yale Abdullah ibn Umar, al-gharibu, ishi kama mgeni au ishi kama abiru sabili. Al-gharibu huwa al-muqimu fi ghairi baladihi, mgeni ni yule mtu ambaye ametoka katika mji
amekwenda mji mwingine ambao ni mji wa watu ugenini, atakaribishwa chumba, atatandikiwa, hawezi kusema mimi hapa kwa sababu ni mgeni naombeni godoro kama lile nalo lalia nyumbani. Hata akitandikiwa kirago analala. Au abiri sabili, Mtume akasema ni yule mtu ambaye almusafir yamuru bil biladi duna al-iqama, mpita njia ni yule kama vile ametoka na gari lake, gari kubwa transit ile imepakia mzigo Dar es Salaam, inapeleka zake Kongo, ikifika Arusha inasimama tu hapo, hairuhusiwi kwenda hata nje ya barabara. Ndio mtu unatakiwa kuishi katika maisha hayo, katika haya maisha ya dunia. Unapotoka jua limetoka, Allah akinirudisha salama alhamdulillah, kama akunirudisha salama naomba Allah anifikishe salama. Kama huko unapokwenda ni kwamba ulitoka asubuhi, ulitekeleza ulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pindi panapoadhiniwa salatu al-fajr ulishaitekeleza, kwa sababu unatakiwa usali na utaenda kwenye shughuli zako. Sasa wewe hausali, kikubwa unachokimbilia utazani wakata tiketi wa stendi, wanaondoka saa 10 na siku ya alfajiri na wakuta saa ngapi? Wachache katika Waislamu wanaojitambua, wengi wapo pale wanapoyasafirisha na yeye anapokwenda hajaikumbuka salatu al-fajr. Mtu yeye na maisha na yeye, lakini anasahau Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Unajua kwenda kufia wapi? Wewe unapoondoka hivi na unaweza usirudi. 10 la mwisho, ightanim, ndugu zangu katika imani, 10 la mwisho ile, tutafuteni asbab za kuweza kufanikiwa, tuatike. Kama hujabahatika usiku wa juzi, kama Lailatul Qadr haikupita, uende 23 ya leo. Usiku wa leo ni wa 23. Lailatul Qadr inaangukia katika mawitiri haya, usiku wa kuamkia jana, wa leo hapana, wa kuamkia kesho huenda, na Allah anauhamisha ili watu watafute. Hajauweka sehemu moja kama vile madini yalivyojificha. Madini watu wanatafuta yamekaa wapi? Inna likulli nafsin lahu ajalun mahdud. Kutokana na aya hii, wa tadri nafsun bi ayi ardhin tamutu, mtu ajue atafia wapi. Hakika kila nafsi ina muda wake, una mpaka maalum. Wakad alima Allah ta'ala jami'a dhalik, Allah anayajua hayo yote. Wajara bihi alqalam, na kalamu imekushapita kwamba muda wako uliopewa ni siku 15, ni 15 tu. Allah ameshaandika hilo. Miaka 10, miaka 20, miaka ngapi? Siku 7. Allah ameshaandika. Wajara bihi alqalam bi amrihi yawma khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anajua tangu siku ile anakuumba wewe. Wajara bihi qada'uhu wa qadari, na Mwenyezi Mungu ameshapitisha hukumu yake na kadari yake. Wa anna kulla insani matan au qutila au harika au gharika bi ayi hatifin halaka bi ajali lam yasta'khir anhu wa lam yastaqdim. Mtu yote aliyekufa kifo cha kitandani, au kauawa, au kaungua na moto, au kaghariki katika maji, kifo cha aina yoyote alichokufa nacho mtu, Allah siku ile ndio aliandika utaondoka hivyo. Kwa hiyo unapotoka ustarajie ujana ndio nao, uzima nilio nao mimi. Hivi unaniambia je, nakufa kirahisi na kufaje? Kuna maswali kama hayo mtu anajiuliza. Na alafu nyingine anachukua wazima kabisa usikuwa na maradhi, tena kwa ghafla, wengi kuliko ambao wana maradhi wanakufa polepole na maradhi yao. Allah hacheleweshi kwa mtu alipomwandikia, wala hamuongezei muda, tarfata aini, kiasi cha kupepesa jicho. Allah aliposema wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamutu, Allah hakuna nafsi inajua itafia wapi. Tudeni katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata malakul maut, eti sio kwamba kwa sababu yeye amepewa kazi ya kutoa roho anajua watu wote, wewe unafia hapo, mpaka aende na yeye siku ile ambapo anakwenda kupewa oda, wanaotakiwa kufa leo ni hawa. Aya ilipozungumza kuhusu siri 5 za Mwenyezi Mungu, hata malakul mauti yeye mwenyewe anajua huyu anakufa saa ngapi baada ya kupewa oda kwa siku ile. Hapewi oda na yeye awe na oda ya kwamba na wajua watu wote duniani wewe utakufa kesho kutwa. Hapana. Wa inda Ahmad wa Tirmidhi wa ghayruhuma fi alhadith almashhur an jama'ati min as-sahaba. Hadith mashhuri iko katika kitabu cha Az-Zuhd cha Imamu Ahmad bin Hanbal.
Na Tirmidhi vile vile alipokea hadithi hii, imepokewa na masahaba wengi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha arada Allah ta'ala qabda ruhi 'abdin, Allah akitaka kuifisha roho ya mtu katika ardhi fulani. Unaweza kusema mimi nimejenga hapa na kila kitu hapa, lakini unaweza usifie hapa. Mimi na mali lazima nizikwe hapa, unaweza usizikwe hapa. Unaweza kufia mbali ukaghariki katika maji na ukapotea. Mwaka jana, mwaka juzi, meli ya Titanic ilipotea miaka mingi, wakatoka watu vidume na hela zao. Sisi tunachukua nyambizi na hela zetu tulizonazo. Unaonaje jamangu, twende, tuna hela. Wanaikodi nyambizi waende waangalie ile meli ya Titanic iliyoko kule. Wale jamaa wamekwenda, ile nyambizi na yenyewe ikapotea kule. Wamerudi, hatujaambiwa ni siri. Wamefuata kutafuta ni matajiri na hela zao. Hela yote itatolewa. Wako wapi mpaka leo? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, Allah akitaka kuifisha roho ya mtu anaijalia sababu, hii roho itafika kule. Umbali haujalishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha arada Allah ta'ala qabda ruhi 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha haja, ala nitafutia tu sababu. Kuna biashara nzuri huko, kumbe ndo wakati wako umefika, unaifuata biashara nzuri huko. Biashara wewe unatakiwa ukafie huko, yani ajali yako imepangwa huko, muda wako utakuwa ni huko, na ardhi unatakiwa ufie ni huko. Watu wanasema nazo nini kiumwa, mtu anakufa kizembe, umaskini tu. Hizi mafamilia watu wafanye kazi wanakuwa nazo. Eti alikuwa anasumbuliwa na moyo juzi. Watu wanashindwa kwenda hapa India, kwenda hapa. Watu wanashindwa kwenda kwa Mkapa hapa Dar es Salaam, mtu anaulizia India. Kuna mtu anaona jambo dogo, lakini yote hii ni mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huko unakokimbilia huenda ndo Allah anataka ukafie huko. Unawezekana umepelekwa kwa ajili ya matibabu, ulilipa nauli ya ndege ya kwenda na kurudi, lakini ikakosekana nauli ya kukurudisha. Ukaanza kufikiria tu uziko kule India, na India waziki wanachoma. Huko sasa tunaanza kuuza mashamba tupate nauli ya kurudisha maiti kutoka India. Hadithi ya pili katika kitabu cha Zuhd cha Imam Ahmad bin Hanbal, qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema, hadithi aliyopokea Imam Ahmad, dakhala malakul maut ala Sulaiman faja'ala yanzuru ila rajulin min julasaihi yujibu an-nadhara ilayhi. Manabii wa Mwenyezi Mungu, ndugu zangu katika imani, hawa malaika hawa Jibrili, Mikaeli, malakul maut, huyu kwa jina lingine anaitwa Israil, walikuwa wanakuja kwa mitume kwa safari mbalimbali tu. Wanaweza kuja kwa ziara tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametembelewa na Jibrili na Mikail. Mtume sallallahu alaihi wasallam tembelewa na malaika wengine. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Musa, sasa siku moja Nabiullah Sulaiman, malakul maut alikuwa rafiki yake sana, kama vile Jibril alipokuwa rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Malakul maut alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekuja kwa ajili ya shughuli yake. Alimuuliza, mbona umekuja mwenyewe, rafiki yangu yuko wapi? Wakati mimi naondoka nataka Jibril awepo. Allah akamtuma Jibril akaja. Lakini katika vikao vya Nabiullah Sulaiman, Nabii Sulaiman majua alikuwa amepewa ufalme na utajiri sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa anamiliki kuwafikishia binadamu habari za dini na majini pamoja, walikuwa wote wanakaa pamoja. Na alikuwa ana maswahaba zake wa karibu sana, julasaihi, mawaziri na hivi na vile. Alikuwa akikaa Jibrili, malakul maut alikuwa rafiki yake sana na Nabiullah Sulaiman. Kana Allahu siddiqa, na yeye vile vile alikuwa wanakuja malaika wanajibadilisha sura za kibinadamu kawaida tu, wanakaa kwenye viti. Majini yenyewe ya sura za kibinadamu yamekaa pale na wale binadamu. Sasa hawajulikani wengine,
Mmoja katika mawaziri wa Nabii Suleiman alayhi salam, siku hiyo kwenye kikao, kuna kikao kilikuwepo, Malakul Maut alikuwepo na alikuwa amekaa pale. Wala hili si ajabu, kwa sababu kama mnakumbuka siku moja Mtume amekaa na maswahaba zake, akatokea mgeni mmoja na nguo, amevaa kanzu yake nzuri nyeupe, akaja akakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawamjui. Kisha akaanza kuuliza maswali, mal islamu, Mtume akamjibu, mal imani, Mtume akamjibu, mal ihsani, Mtume akamjibu. Kisha yule bwana akamuuliza matasa lini kiama, Mtume akamwambia hiyo sijui. Akamwambia dalili nini? Yule jamaa alipomaliza akamwambia Mtume, swadakta, umesema kweli. Kisha akaaga akaondoka zake. Masahaba wanamshangaa akaondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya muda akasema, ya Umar, Umar, atadri man sa'il, unamjua nani alikuwa anauliza? Akamwambia dhalika Jibril alayhi salam, huyu ni Jibrili alikuja hapa yuallimukum dinakum. Haya maswali alikuwa anauliza ni kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuwafundisha nyinyi dini yenu. Hebu mfate muangalie hapo. Tumekamchomekea tu. Sasa malaika akishaondoka zake hapo, tayari waonekani na watu, anavaa sura yake, anaondoka. Walipokuwa wanaangalia kapita hivi hawajamuona. Kaambia huyu ni Jibrili. Sasa hiyo katika kikao cha Nabii Suleiman tunataka kutafsiri aya Mwenyezi Mungu inayosema wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Hakuna nafsi inajua itafia wapi. Si pesa zako, si uwezo wako, si uraisi wako, si ufalme wako. Mimi naenda kama nikufa miezi hapa karibu bana, mimi nitafia mbali sana. Au nitakufia bana mbali sana, mimi bora hata niuwe nifie hapa. Ala akitaka kuchukua hiyo roho yako, ameipangia mahala na ardhi. Sasa katika Musnadi, katika kitabu cha Zuhri cha Imam Ahmad, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliingia Malakul Maut katika kikao cha Nabii Suleiman kama ada yake, ni rafiki yake. Anafika pale, wamekaa wanajadiliana mambo ya maisha na dini na nini. Suleiman akishapangilia mikakati ya kazi, basi malaika wakiondoka kidogo hapo, wakijigeuza wanaondoka, majini yanaondoka zao na kazi zao, binadamu wanaendelea na kazi zao. Lakini lengo si hichi kikao. Sasa lengo kwenye kile kikao, fajala yanduru ila rajulin min dulasaihi. Katika kile kikao alipokuwa amekaa na Nabii Suleimani, alikuwa amekaa huku, Malakul Maut alikuwa amekaa huku. Muda mrefu kikao kinaendelea, Malakul Maut akawa amekaa anamkata jamaa mmoja jicho. Yaani kikao kinaendelea, kile anamkata tu jicho. Katika wale mawaziri wa Nabii Suleiman, kikao kilivyoisha, watu wanasambaa, kikao kimeisha, Malakul Maut anaondoka, anavaa sura yake ya kawaida, anaondoka, anaenda kuendelea na kazi. Qala rajulun, mtu mmoja akasema katika wale mawaziri, ndo yule bwana alikuwa anaangaliwa, man hadha? Akamuuliza Nabii Suleiman, kulikuwa kuna wageni wengi, huyu jamaa alikuwa amekaa hapa pembeni, ni nani? Nabii Suleiman akamwambia, hadha Malakul Maut. Akamwambia, huyu Malakul Maut alikuwa amekaa hapa. Akamwambia, kwani kuna nini? Yule bwana akasema, qala laqad ra'aytuhu yanduru ilayya ka'annahu yuriduni. Basi mimi nilipomuona anavyonitazama, huyu jamaa ana jambo na mimi. Hakumwisi tu vibaya, mimi ana jambo na mimi. Nabii Suleiman akamwambia, fama turidi, sasa wewe kama una wasiwasi hivyo unataka nini? Qala, yule bwana akamwambia, uridu an tahmilani rih, naomba uamrishe upepo, fatulqini bilhindi, unipeleke huko mbali katika ardhi za Hindi. Hapa utaondoka unafikiria, India inajulikana tangu enzi za Nabii Suleiman. Kuna mahali kunaitwa India. Historia inakuja huko katika historia, alipoteremshwa baba yetu Adam, katika kila za hadithi aliteremkia, alishukia India ndio aje huko Maka. India inajulikana, na hata leo sisi hapa ukiumwa ukizidiwa, jamaa kapelekwa India, hadithi mwingine kapelekwa India, usikii kapelekwa Europe, kapelekwa Faransa, Ujerumani, kapelekwa India. Sasa yule bwana akamwambia, huyu bwana kama vile Malakul Maut alikuwa anamtafuta mimi, uamrishe upepo katika vitu ambao vyo Nabii Suleiman katika yani maamrisho, alikuwa na majeshi ya kibinadamu anayo, ya kijini anayo.
Vile vile na upepo, alikuwa anaweza kauamrisha upepo uje ukahamisha vitu, ukahamisha kitu. Akamwambia, naomba uambie ule upepo Mungu aliyekupa unihamishe mimi, unipeleke mbali. Mimi nimeondokana na malakul mauti, yuko anga hili ili hapo, yuko hapo. Mimi nipeleke wapi? India. Kala anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, fadaa birihi fahamalahu alaiha, akauita upepo akauamrisha mchukue huyu upepo mpeleke huko anakotaka huko. Faalqathu bilhindi, ukaenda kumtupa huko India huko. Thumma ata malakul mauti Sulaiman alayhi salam. Baada ya siku kadhaa, malakul mauti kama kawaida yake alikuwa akimtembelea Nabii Sulaiman. Nabii Sulaiman akamuuliza, yule jamaa kishapelekwa, upepo umaliza kazi, wacha jamaa kaishi zake huko mbali. Sasa siku ile akaja, alipokuja malakul mauti, Nabii Sulaiman akamuuliza, innaka kunta tudimu nadhara ila rajulin min julasai. Siku ile kwenye kile kikao kilichopita, kuna bwana mmoja alilalamika, ulikuwa unamkazia jicho sana hapa, ulikuwa na nini? Kala malakul maut akamwambia Nabii Sulaiman, kuntu a'jabu minhu, nilikuwa namshangaa sana yule jamaa. Inni umirtu an aqbida ruhahu bil hindi, niliamrishwa nikaichukulia roho yake India. Sasa nilikuwa nashangaa jamaa yuko hapa au namfananisha. Ina maana katika oda ya siku ile aliyepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, oda ilikuwa imetoka, huyu jamaa anatakiwa afie wapi? India. Ndipo aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kila unapoitaka kuifanyia tafakuri, tunasema katika hii aya ilichukua siri 5 za Mwenyezi Mungu. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, hakuna nafsi inajua itafia ardhi gani. Anasema mimi nilikuwa nimekaa, nilikuwa nimshangaa jamaa yuko hapa, lakini Mungu ameniamrisha nikaichukulia roho wapi? India. Wa huwa indaka, na saa zile nilikuwa nikimshangaa yuko hapa. Anasema muda na saa ilikuwa bado, lakini nilipotoka na mimi nikaa namuuliza Mwenyezi Mungu, ya Allah, kuna mtu mmoja umenipa kwenye oda, lakini mimi nimekuta sehemu nyingine, lakini oda ulinipa ni sehemu nyingine. Akaambia, mimi nimekupa oda, wewe nenda kule, alafu uone utamkuta au utamkuta. Hapo ndipo utakapojua siri 5 za Mwenyezi Mungu anazijua yeye. Ndipo unarudi kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nilianza kuisoma hapa juu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuifisha nafsi yoyote mahala, wewe sasa hivi kwamba lakini unatakiwa ufie Dodoma, Allah anakutafutia sababu na haja. Utaletewa tu sababu, au wewe mwenyewe nataka niende Dodoma nikamuone ndugu yangu, kumbe ajali imepangwa, utafia kule, utaugua kule, utaungua kule, utaghariki na maji kule, utakufa na kipindupindu kule. Ndipo hapo kuja kujua kwamba hivi hawa malaika hawajui ghaibu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Eti kujua ya kwamba mtu anakuambia mimi najua riziki yangu iko wapi na hivi na vile. Allah anasema hata katika riziki haijui nafsi kesho inachuma nini. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada, nafsi haijui itachuma nini kesho. Wangapi walikuwa ni matajiri na mnawakuta mtu anafilisika na wala huwezi kuamini alikuwa nazo, leo unamuona lofa anatembea peke yake barabarani, unasema si mzee fulani kachani magari, kumbe magari yote yameshashikwa ni madeni na mikopo alikuwa nayo. Ndugu zangu katika imani, tuko na hadithi baada ya kujua kama haya yako haya, ukitoka ujui unarudi, hujui utafia wapi. Ightanim 5 kabla 5. Mtume anasema tumia fursa ya kuchuma leo, soma sana Qur'an, fanya dhikri, unakuwa kazini kwako, jua tu muda utafika. Muda wa sala ukifika nenda, hili ndio lilokuleta duniani, hili siku naye kazana kuingangania, utaiacha. Hadithi ya mwisho katika kitabu hicho cha Zuhd cha Imam Ahmad, qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema Nabii Suleimani, malakul maut alikuwa rafiki yake sana. Anasema hata malakul maut Suleiman wa kana lahu sadiqan, malakul maut alikuwa anapenda sana kumtembelea Suleiman, mtu ambaye alikuwa apendi Nabii Musa, lakini muda hauturuhusu pale. Nabii Suleimani anasema siku hiyo amekuja kumtembelea tu kama kawaida, wanaongea mambo yako yanaendaje hivi na vile, malakul maut anaondoka. Nabii Suleimani akamuuliza malakul maut swali la kizushi,
malaka ta'ti ahla baitin fatakbidhahum jami'an wa tada ahla baitin ila jambihim la takbidhu minhum ahadan. Malakul mauti inakuaje wewe? Mbona unaweza fika nyumba moja wewe unaua watu wote watano sita, kuna nyumba nyingine jirani, so ungechukua mmoja mmoja basi? Kwa nini unaua wote nyumba moja, alafu nyumba nyingine ya jirani wako salama, nyumba moja inakuwa na msiba mkubwa kweli kweli? Na inatokea gari na familia inakwenda inapata ajali, inakufa familia nzima, kana baki katoto kadogo, eti akaondoka atakuja kuandikiwa urithi. Wajomba na mashangazi watakaa kukalea, wanazifaidi zile mali wanazila haraka haraka kabla akajakuwa. Wanasahau siku moja wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mara ngapi nyumba inaangukiwa na mti, inatokea tetemeko, nyumba nzima inazama, lakini nyumba nyingine salama kabisa. Nabii Suleiman anamuuliza, kwa nini uendi kwa mgawa sasa wa mmoja hapa, mmoja nyumba ile unakuwa wote nyumba moja, hii nyumba nyingine wako wenyewe hawana msiba. Sasa hata hii familia hii sitasema hao wenzao wamempigia zongo jamani, kama ni maneno ya Kiswahili. Kuna mkufa hapa tu hapa. Yaani hiki kitu imepita hapa. Tetemeko ilikuwa kimbunga kiana nyumba hii anakuja hapa. Hapa kuna kitu hapa. Kitu gani? Sikiliza malakul mauti alipomjibu na akamwambia Nabii Suleiman, kala akasema, ma ana bi'alam bima aqbidu minka. Hata mimi nikwambie Nabii Suleiman, hapa nilivyo, kazi yangu naifanya natumwa tu na Allah. Kama vile mimi sijui, ni kama vile wewe habari ya kesho na kesho kutwa naenda kumuua nani? Hapana. Akasema mimi sijui. Inma akunu tahta al-arsh. Ina maana malaika huyu anakuja kwa zamu, anasema ninakwenda, wakati napeleka ripoti ya hawa niliyomaliza, napewa ripoti nyingine, nafika chini ya arshi ya Rahman, fayulqi ilayya sikatun fiha asma, natumiwa kimemo kina majina ya watu, hawa ndio leo. Anatumia nini? Kimemo ni kwamba hichi kimemo hiki wanaotakiwa kuondoka duniani kwa leo ni hawa. Linatimia andiko la Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala elimu ya ghaib anaye yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna mwingine ambaye atakuwa na nini na hiyo elimu ya ghaib. Allah aliposema, nilianza na aya hii na malizia kwa aya hii, tukae na tukishika ili tupate kutumia fursa za kufanya ibada. Inna Allaha indahu ilmu saa. Allah, jambo la kwanza, elimu ya kiyama anaye yeye tu. Wa yunazzilu al-ghaitha, elimu ya mvua kuitengeneza mwaka huu